Bethel Wamilele Mungu wa baraka ni nani? Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele Mungu wa baraka ni nani? Sema Mungu wa baraka ni Yesu. wa baraka 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 wa baraka Yesu. wa baraka Yesu. wa baraka sema wa baraka wa baraka Bishia Yesu shangwe na vikeleke. Chezea tu Yesu. Imawa baraka, Yesu baraka, sema wa baraka, Yesu baraka, sema wa baraka, Yesu baraka, imawa baraka, Yesu baraka, imawa baraka, Yesu baraka, sema wa baraka, imawa baraka. Pigia Yesu shangwe na vikeleke. Jesus, hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri, hallelujah. Pigia tu Yesu makofi mazuri, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Amen, amen. Tupigie Yesu makofi tafadhali. Tunapompa sifa, Biblia inasema the blessings comes down. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa tutamwalika minister wetu wa leo. Tumpigie makofi Pastor Azeze, makofi kwake. Karibu sana. Bwana asifiwe. Mpigie Pastor Elizabeth makofi. Jamani, nasema mpigie Pastor Elizabeth makofi. Alafu tunaweza kuja hivi vitu vya mbele, nataka vijae vyote tafadhali. Kindly, wacha nitumie majina yote mazuri. Kindly, tafadhali. Hivi vitu vya mbele tuvijaze. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huku mbele hakujajaa. Nataka kujae kwanza huku. Hii front line kabisa. Jazeni tu. Kwa sababu najua mtumishi akiingia bado mtajaza tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko wazima. Tunaweza tukaketi. Haleluya. Amen. Na naona leo kichwa cha ujumbe wetu ni
battles of the gates. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoongelelea battles of the gates, gates kwa Kiswahili ni malango ama lango. Bwana asifiwe. Na nadhani apostle alipokuja na mada hii alikuwa unajua tukiongelelea malango ama gates ni kumaanisha ni mahali ambapo unaweza kupata access ya kuingia. Bwana asifiwe. Na ikiwa kutakuwa na vita kwenye mahali pako pa kuingilia, most probably inawezekana usipate access ya kufanya nini? Ya kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa ukienda katika institution yoyote ile, ni kwamba ama katika hoteli yoyote ile kubwa ama wapi ambapo pana watu wengi, lazima kuwe na lango. Bwana Yesu asifiwe. Na sana sana lango tu ama gate haikai peke yake, lakini huwa ina watu wa kuilinda. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa hata hapa kanisani tulipo, ukiteremka pale chini utapatana na askari sio zaidi ya 3. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Ni lango la kuingia Coffee Plaza. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ni lango, lazima pawe na ulinzi wa hali ya juu. Kwa hivyo apostol alipokuja na mada hii ya battles of the gates, alijua kwamba mtu yoyote hapa, hata sisi ambaye tunakaa hapa na tulioko chini ya madhabahu hii na tulioko chini ya nyumba hii, ukitoka hapa utakapokwenda kwako, kutakuwepo na gate la kuingilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na gate hilo usipokuwa makini, watu wengi huwa wanatekwa nyara wakati wanaingia ama wanapata access ya kuingia kwenye malango. Bwana Yesu asifiwe. Na hata leo askari ukiwa umefanya makosa, unaweza ukawahepa kwa muda mrefu sana, lakini wakijua kwako hawatakutafuta tena, wataenda kukusubiri kwenye malango. Bwana Yesu asifiwe. Wataenda kukusubiri kwenye gate yako. Hata wezi wanapotaka kumuibia mtu ambaye ni mashuhuri, mtu ambaye anajulikana, most of the time huwa wanakaa kwenye gate. Praise God. Na tunapoongelelea the battles of the gates, ina maana kwamba spiritually wewe inawezekana wewe ni lango katika familia yenu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe ni lango katika familia yenu, lazima kuinuke au kuwe na vita katika maisha yako, kwa sababu shetani kitu kimoja anajua, kwamba huyu tukivunja ama tukimpiga huyu ambaye ni lango, basi ina maana kwamba hata wale ambao wangesaidika kupitia kwa geti hiyo hawatasaidika. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo nataka tuingie katika maandiko, Wafalme wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. 1 Kings chapter number 1. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema hivi: Mfalme Daudi alikuwa mzee mkongwe katika siku zake, nao wakamfunika nguo lakini asipate moto. Kwa hiyo watumishi wake wakamwambia, bwana wangu mfalme na atafutiwe kijana mwanamwali, naye asimame mbele ya mfalme, amtunze, alale kifuani mwako, ili bwana wangu apate moto. Basi wakatafuta kijana mzuri mipakani mote mwa Israeli, wakamuona Abishagi Mshunami, wakamleta kwa mfalme, naye kijana huyo alikuwa mzuri sana, akamtunza mfalme, akamtumikia, walakini mfalme hakumjua. Bwana Yesu asifiwe. Remember ama ukumbuke kwamba ukisoma habari za Daudi katika nyumba ya Yese, Daudi alikuwa ndiye lango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja? Katika nyumba ya Yese, Daudi alikuwa ndiye lango, na alijulikana
na Mungu kwamba ndiye lango. Na hata wakati mfalme ama nabii Samueli anapotumwa kwenda kwa nyumba ya Yese, Mungu hakumwambia kwamba ni nani unaenda kumwagilia mafuta, kwa sababu kama angemwambia, basi nabii Samueli hangekuwa na kazi ngumu ya kuwaita watoto ama kumwagiza mzee Yese kuwaita watoto mmoja mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na battles za watu ambao ni malango ama gates katika maisha ya kiroho leo ndizo zimejaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja? Tuko sawa sawa? Sasa hebu gusa jirani yako muulize, je, ukijiangalia unaona kama wewe ni lango? Haujawahi kujua kwamba wewe kama Ann unaweza kufanya familia yako ikapitia magumu kwa sababu wewe ni lango? Haujawahi kujua ndugu yangu kwamba watoto wako ama watu ambao mnatanishwa nao ama ukoo wako unaweza kupitia mambo magumu sana kwa sababu tu wewe ni lango? Na watu wengi ambao ni gate, most of the time shetani huwa anahakikisha destiny yao anaikata kabla wafike mahali ambapo wanataka kufika. Sasa huyu ni Daudi. Maandiko kuna mahali nasema kwamba Daudi akasema, nilikuwa kijana, sasa mimi ni mzee. Sasa ndio hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari wa 5 inasema, ndipo Adonai mwana wa Hagithi akatakabari akasema, mimi nitakuwa mfalme. Akajiwekea tayari magari na wapanda farasi na watu 50 wapige mbio mbele yake. Cheki hapa, Daudi maandiko inasema ameshakuwa mzee, na walijua kama kuna mtu kwa maisha alikuwa anapenda wanawake ni Daudi. Kwa hiyo kudhibitisha kwamba kweli huyu jamaa amezeeka, walisema wamtafutie kademu ili apate nini? Apate moto. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya hapo, nadhani huyu jamaa ambaye sasa anatayarisha magari na wapanda farasi ndiye mmoja wa wale ambao walisema, huyu jamaa tukitaka kujua amezeeka tumtafutie mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Na alipoona Daudi hawezi kabisa, hapo ndipo jamaa akaanza kujiandaa kuwa mfalme. Hakujua ufalme hauandaliwi tu kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye alikuwa mrithi wa Daudi alikuwa ni mtoto wake anaitwa Suleiman. Lakini huyu hapa ameshaanza kujiandaa ya kwamba Daudi sasa amezeeka na hajatangaza mrithi wake. Hakujua hata Daudi mwenyewe wakati wa Sauli hakujua kama atakuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na hicho ndicho kitu kimekuwa kinasumbua mataifa mengi mpaka leo, ikiwemo nchi yetu ya Kenya, because we normally go with numbers and noise. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mtu akishakalia kiti, wacha nikwambie, hakuna kiti kinakuaga na nguvu kama kiti cha mfalme. Na ukicheki umwagaji wa damu ili mtu apate kiti cha ufalme haujaanza leo ama haujaanza jana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kwenye Biblia, soma kwenye maandiko, soma kwenye Agano la Kale, utapata kila mfalme aliyekuwa anaingia kwenye uongozi lazima damu ingemwagika. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Adonai mwana wa Hagithi akatabakari akasema, mimi nitakuwa mfalme. Akajiwekea tayari magari na wapanda farasi na watu 50 wapige mbio mbele yake. Tena baba yake hakumchukia
kushtukiza wakati wowote kwa kusema mbona umefanya hivi. Kwa hivyo baba ya mtoto alipoona mtoto anajiandaa kuwa mfalme, hakumuuliza swali. Bwana Yesu asifiwe. And that's where we go wrong. Most of the time tunafanya kitu tukiona ama tukiangalia kwa macho yetu, we are doing it the right way. But ujue unapofanya kitu chochote kile, kiwe ni cha kiungu ama sio cha kiungu, lazima kwanza uingie kwenye kutafakari, ujiulize, je, kitu hiki ninachokifanya madhara yake ni yapi? Kwa sababu inawezekana wewe ni lango either la mabaya au lango la mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujue, wewe ambaye unamkiri Yesu kama mwokozi wa maisha yako na unaanza safari pamoja na Yesu, inawezekana kabisa kulingana na maandiko kwamba nendeni mkalihubiri neno kwa mataifa yote. Hauwezi ukaingia kwenye taifa lolote lile kabla haujapitia kwenye lango. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kuingia kwenye nchi nyingine kabla haujapita kwenye immigration. Immigration ndio lango, na lango linaweza likakukubali ama linaweza likakukataa. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengi leo tumekuwa kama malango, lakini kuna mahali ambapo tunakubalika na kuna kwingine ambapo tunapigwa vita tusiingie. Kwa sababu gani? Wanajua alichobeba huyu, akiingia na hili lango basi kule ndani kuna wagonjwa watapona. Kule ndani kuna watu walikuwa wamenyang'anywa watarejeshwa. Kule ndani kuna watu ambao wamekuwa kufanya mambo yasiyompendeza Mungu, na huyu ni lango la kuingia, na akiingia basi iwenda mambo yakawa mabaya. Praise God. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema mstari wa 6 ama mstari wa 7, akashauriana na Yoabu mwana wa Seruya na Abiathari kuhani, nao wakamsaidia Adonai wakamfuata. Ila Sadoki kuhani na Bethani na Benaya mwana wa Yehoyada na Nathan nabii na Shimei na Rei na mashujaa wa Daudi, hao hawakuwa pamoja na nani? Na Adonai. Bwana asifiwe. Cheki. Kwa sababu walijua Daudi ni lango, na lango tu ndio linaweza likapokeza lango lingine, utawala. Kwa kuna mambo mimi huwa ninaona in spiritual realm ama katika maisha ya kiroho. Kuna mambo ambayo ukiniambia Anzenze tufanye hivi, nitakimbia kama mtu amepigwa risasi akajeruhiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka nimekuambia unaweza kuwa lango la kutumika kwenye kufanya mazuri, na pia unaweza kuwa lango la kutumika kufanya mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale watu ambao walikuwa karibu na Daudi, na wale walijua Daudi licha ya kwamba ni mfalme, licha ya kwamba amezeeka. Kuzeeka sio kusema kwamba huyu mtu amenyang'anywa ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa hata katika sheria na katiba za Kenya leo, wakati mfalme anastaafu, awe ana miaka 100 ama ana miaka 50, akistaafu lazima atalindwa tu hata akiwa kule anakwenda kama raia. Kwa sababu gani? Anajua siri nyingi za malango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawa walijua ya kwamba Daudi ndio amezeeka, ya kwamba Daudi ndio kwa sasa hana moto kama ule wa ujanani, lakini Daudi ni lango ama Daudi ni gate. Na kama Daudi ni gate, kuna siri nyingi ambazo Adonai ameona Daudi amezeeka, lakini hana uwezo wa kutawala kama Daudi. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Na ndiposa mimi kwenye hali ama kwenye mambo ya kiroho huwa niko sensitive sana kwamba okay, umeniambia fanya hiki kitu Anzenze. Okay, nitaenda nimuulize Mungu, kwa nini huyu ameniambia nikifanye, mbona yeye hajakifanya? Bwana asifiwe. Wakati tumekuwa Nakuru juzi kuomba kwa ajili ya amani, usiku ule tukiombea mji wa Nakuru, nilimuona aposto alifanya kitu ambacho sio watu wengi wanaweza kukifanya. Kulikuwa pale na wahubiri wa Nakuru, mmoja akiwemo yule alikuwa amekuja hapa nabii. Na aposto alipofika time, alikuwa anawaambia nyinyi, wewe chukua hii chumvi, chukua hii mafuta, mwaga. Kwa sababu gani? Wale ni wenye mji, wanajua, wanaelewa malango ya mji. Kuna sehemu Pastor Liz huwezi kuingia tu kichwa. Utaumia. Hata inaweza ikasababisha maafa, sio kwako tu, lakini hata kwa uzao wako. Ni vizuri saa zingine ukienda mahali wewe ni mgeni, jua malango ya hiyo sehemu yananena nini. Bwana Yesu asifiwe. Adonai anataka kuwa mfalme, achukue mahali pa Daudi, lakini hajui malango ya ufalme wa Daudi yana kitu gani ambacho kinaweza kikawa baraka kwake ama kinaweza kikawa laana kwake. Na ndiposa maandiko yanasema hata mashujaa wa Daudi walimuondokea kwa sababu hawakutaka kupigwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukicheki, Daudi ndiye mfalme ambaye wamesumbuana na Mungu sana katika utawala wake, kwa sababu Daudi alipoanza tu ama alipokabidhiwa magwanda ya kutawala na mfalme Sauli, Daudi vita vyake vya malango vilianzia hapo. Bwana asifiwe. Na vita vya Daudi vya malango havikuanza hapo tu, hiyo ilikuwa ni muendelezo. Lakini wakati Daudi yuko machungoni, maandiko yanasema alikuwa anaua dubu, lakini hakuwahi kumwambia mtu yoyote. Maandiko yanasema alimuua simba kwa mikono yake, lakini hakuwahi kuja kutangaza. Bwana asifiwe. Lakini wakati janga linawapata wana wa Israeli kuhusu lile jitu lilikuwa linaitwa Goliathi, hapo ndipo anaulizwa, je, experience na uweledi wako, haya mambo unayotuambia kwamba unaweza ukapigana na huyu mtu, tutakuaminije? Akasema, kwenye uchungaji wangu kwa kondoo za baba yangu Yese, kuna siku walikuja kuwavamia kondoo wa baba yangu, na mimi kwa mkono wangu nikawaua. Simba akaja nikamuua. Kwa hiyo Daudi alijua ya kwamba Sauli ni mfalme, yeye amemwagiliwa mafuta. Na wakati Daudi alimwagiliwa mafuta, hata hakwenda kutangazia watu, kwa sababu alijua yeye ni lango katika nyumba ya Yese. Na kama yeye ni lango katika nyumba ya Yese, hata ndugu zake wenyewe wanaweza kuwa threat katika ufalme na uongozi wake. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema namba 9, nasema Adonai akachinja kondoo na ng'ombe na vinono karibu na jiwe la Zohelethi lililo karibu na chemchemi ya Rogeli. Akawaita ndugu zake wote, wana wa mfalme na watu wote wa Yuda, watumishi wa mfalme, ila Nathan nabii na Benaya na mashujaa na Suleiman nduguye hakuwaita hao. Ndipo Nathan akamwambia Bathsheba mama ya Suleiman, akasema, je, hukusikia ya kuwa Adonai mwana wa Hagithi anamiliki na bwana wetu Daudi hana habari? Bwana asifiwe. Whenever you goes to fight the battles on the gates, uwe makini sana, kwa sababu apostol alipoleta hii mada battles of the gates, alijua. Nimewaambia hapo mwanzo kwamba gate ni lango. Kuna tofauti ya door na gate. Door ni kadogo, hapo ni kama mlango unaweza ukaingia, lakini gate ni kubwa. Na huwezi kuingiza gari nyumbani kwako kama uko na door. Hauwezi ukaleta lori ya mchanga kumwaga mawe kwako ama mchanga kama umejenga kitu kinaitwa door. Bwana asifiwe. Na gate ni kitu ambacho kina upana wake.
Ina maana battles of the gates wanajua. Let me tell you one thing. Kuna watu leo ambao katika compound yao ndio wana nyumba nzuri wamejenga, lakini wamefanya ua, wamezungusha compound yote. Alafu ile gate ya kuingilia unakutanga ni kakitutu kadogo. Alafu unakuta huyo mtu usiku na mchana anasema, baba unibariki na gari mpya, unibariki na. Mungu anakubarikije na gari mpya wakati haujaamua kutengeneza malango? Bwana asifiwe. Kitu anaweza kukupa tu labda baiskeli ama pikipiki ama wheelbarrow, kwa sababu hiyo itaingia kwenye mlango, lakini malango chochote kinaweza kuingia. Na most of us here, najua tumekuwa sisi ni walinda malango ya familia zetu. Bwana asifiwe. Huwezi kungojea mwizi kwa mlango wako wa nyumba. Utasema kwa nini nimekwambia hivyo? Kwa sababu mwizi hawezi kuingia kwako kama hajatumia geti. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa Adonai anataka kufanya mambo ambayo hajui madhara yake kwenye maisha yake yanakuaje. Na ndipo unaona leo rais wetu wa Kenya ana wakati mgumu sana kwenye uongozi wake. Kwa sababu gani? Alitafuta kura, ndio tulimpa, lakini hakuelewa zaidi, kiundani zaidi kuhusu malango ya nchi ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoongelelea malango la nchi ya Kenya, umewahi kujiuliza mbona kila Disemba marais wote ambao wamekuwepo wanakwenda kuvukia mwaka kule Mombasa? Kwa sababu Mombasa ndio the main gate ya nchi ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mombasa ndio main, na ndio maana unaona hata petroli ambayo inaenda Uganda lazima ipitie Mombasa. Na wanasiasa wengi kabla kipindi cha kampeni kikifika, unasikiaga safari zao nyingi ni za kwenda Mombasa. Kwa sababu gani? Mombasa ni malango ya Afrika Mashariki. Mombasa is the biggest port. Ni hivi sasa juzi tu ndio Tanzania wametengeneza port yao, lakini bado haifiki. Kuna wale wa Tanzania bado hawaamini port yao. Wanaamini kwamba gari ama magari yao yakija yakipitia Mombasa yako salama kuliko yakipitia Dar es Salaam. Praise God. Praise God. Na watu wengi wakiwa kwenye familia, kama nilivyotangulia kusema, watu wengi leo tumekaa na nyinyi hapa, lakini kwenye familia zenu nyinyi ndio malango. Na ukitaka kujua wewe ndio gate ya familia yenu, hebu angalia vita unavyopambana navyo katika ulimwengu wa kiroho na hata vingine katika ulimwengu wa kimwili. Kwa sababu shetani anajua hili lango nikiliruhusu linaitwa roda, nikiruhusu mambo yapitie kwake, basi huenda familia yao itapona. Na leo hii hata wale matajiri, hata rais wetu ndio anaishi Ikulu, lakini kuna lile lango, gate ya kuingia Ikulu. Na gate ya kuingia Ikulu sio moja. Bwana asifiwe. Sio moja. Na malango siku zote, asikudanganye mtu, malango lazima yalindwe. Na wakati mwingi Mungu ndiye analinda lango ama analinda malango, kwa sababu anasema waulindao mji pasipo mimi wanafanya kazi ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The battles of the gates, mostly they are invisible. You cannot see them. Bwana asifiwe. You cannot see them. Hujawahi kusikia umelala usiku mpaka umeongea na watu umewaambia usiku mwema, usiku mwema, usiku mwema. Ama rafiki yako amekwambia Frida usiku mwema, alafu kesho asubuhi habari unazopata ni kwamba ameondoka duniani ama yuko hali mahututi hospitalini.
kwa sababu walinzi wengi wanaolinda malango wakati wa usiku huwa wanalemewa. Na attacks nyingi, battles of the gates, most of them they are spiritual gates ambazo huwa zinafanya kazi usiku. Kwa nini zifanye kazi mchana? Kwa sababu mchana they know you are very much okay, lakini they know spiritually usiku utaenda kulala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. 12 inasema, haya basi nikupe shauri tafadhali, upate kuiokoa roho yako na roho ya mwanao Suleiman. Enenda uingie ndani kwa mfalme Daudi ukamwambie, je, huku niapia mimi mjakazi wako, mfalme bwana wangu, ukasema hakika yake Suleiman mwana wako atamiliki baada yangu na kuketi katika kiti changu cha enzi. Bwana asifiwe. So Solomon was born as a kingdom gate. He was born to rule. Bwana Yesu asifiwe. And if you follow well, check chain ya uongozi katika nchi hii. Wakati mzee Jomo Kenyatta alifariki, alichukua magwanda ya uongozi mzee Moi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mzee Moi alipochukua hatamu za uongozi, hakumwacha yule mtoto wa Jomo Kenyatta ambaye alikuwa anaitwa Uhuru Kenyatta. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye hafla nyingi Moi alitembea naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alijua hili ni lango ambalo limenifanya mimi kuwa rais wa nchi. Kwa hiyo lango hili nikilisahau, huenda na mimi uongozi wangu ukasahaulika. Kwa hiyo anamlea. Angalia kwenye archives za kiserikali, utampata Moi alikuwa yupo na Uhuru Kenyatta hapa kwa hapa. Ikafika mwaka wa 2002 alimuendorse, wakati wengine wanasema Kibaki tosha. Yule Moi akasema mimi nasema Uhuru anaweza. Kwa sababu gani? Alijua hili limebeba, ama huyu ni gate ambaye imebeba uongozi wa nchi. Praise be to God. Hakuwa rais 2002. Watu wakasema huyu Moi story zake zinakuanga za jaba. 2007 hakuchoka yule kijana tena, akasimamishwa, akashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini 2013 ndiye anakuja kuongoza nchi. Na cheki kwenye uongozi wa Uhuru Kenyatta, linganisha na uongozi wa sasa hivi. Ule jamaa hakustruggle kuongoza nchi. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Alikuwa yeye ni lango ambalo limebeba uongozi ndani yake. Na unaweza ukawa wewe ni lango, umebeba mambo makubwa sana ya kimungu kama Suleiman, lakini haujijui, ama wakati wako haujafika. Na watakaofanya maadui zako ni kukoroga ama kukuhangaisha kuhakikisha kwamba lango lako halifunguki kwa ajili ya kitu ambacho Mungu alikusudia wewe kuwa. Most of us, our spiritual gates are closed. Bwana asifiwe. Malango yetu ya kiroho yamefungwa. Tunaelewa? Tunaenda pamoja? Sijui kama unaelewa ninachokuambia. Wengi wetu sisi ni malango, lakini hatujawahi kujua kitu ambacho kilisababisha Mungu kutufanya malango na kuweka kufuli kubwa kwenye maisha yetu. Ni kwa sababu kuna kitu ambacho tumekibeba ambacho sio cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haujawahi kwenda mahali roda ukaingia
Alafu wewe ni mgeni tu. Alafu mtu anakuuliza, tumewahi kutana wapi? Haujawahi kuingia mahali Pastor Elizabeth ukaingia tu, mtu anakuangalia anakuambia you look familiar. Kwa sababu gani? Ameona lango lisilo la kawaida. Na kuna watu leo ambao ni wajanja zaidi yetu, walijua kwamba sisi ni malango. Na wakijua wewe ni lango ambalo linaweza likaleta baraka na fanaka kwenye familia, wanachofanya kwenye hilo lango ni kulifunga kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema 10 na ngapi? Daudi akamwambia, je, hukunipa mimi mjakazi wako na kuketi katika. 14 inasema, tazama wakati ule utakapokuwa katika kusema na mfalme, mimi nami nitaingia nyuma yako na kuyahakikisha maneno yako. Namba 15 nasema, basi Bathsheba akaingia ndani kwa mfalme ndani ya chumba chake, na mfalme alikuwa mzee sana. Kumbuka huyu Bathsheba ndiye mama yake Suleiman, sio? Na kumbuka kwamba Bathsheba hakuwa mke halisi wa Daudi. Sijui kama tunaelewana. Alikuwa ni mke wa Uria. Bwana asifiwe. Na Uria alikuwa ni mwanajeshi ama mwanajeshi wa mstari wa mbele wa Daudi. Na hapa ndipo kile kisa Daudi anamuona Bathsheba akioga na akamtamani. Maandiko inasema akatumana kwamba aende aletwe. Na alipoonana naye kimwili, hapa ndipo mbegu ya mfalme Suleiman iliingia ndani ya Bathsheba. Kwa nini Mungu hakutaka mke yule halisi wa Daudi abebe mbegu hii ya kifalme? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu hakuruhusu the original? Kwa sababu the original wife wa Daudi alikuwa ni mtoto wa nani? Wa Suleiman. No, mtoto wa Sauli. Si ni kweli? Kwa sababu baada ya Daudi kupigana vita na Goliathi, wakati alimwangusha Goliathi, kuna mambo ambayo Sauli alikuwa amemwahidi, akamwambia kwamba ukimwangusha huyu jamaa, nusu ya mfalme wangu pamoja na nusu ya mfalme wangu ninakupa na binti wangu muoe. Bwana asifiwe. But why did not God allow Suleiman azaliwe na msichana wa Saul? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Because God knew ya kwamba Suleiman alijua kwamba David is a gate of rulership, na hakumpenda. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa Bathsheba, maandiko inasema Daudi alipofanikiwa kulala na Bathsheba kwa mara ya kwanza, aliamuru yule mwanajeshi Uria awekwe kwenye mstari wa mbele. And that is how that man died. And after that death, maandiko inasema Daudi akaendeleza mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. There are some things ziki happen kwa maisha yako, usiblame Mungu. Inawezekana Mungu ameona hicho kitu kifanyike ili umkasirikie, uone kwamba yeye ni mbaya, lakini alinde malango yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema 15, basi Bathsheba akaingia ndani kwa mfalme ndani ya chumba chake, naye mfalme alikuwa mzee sana. Abishagi Mshunami alikuwa akimtumikia mfalme. Bathsheba akainama akamsujudia mfalme, naye mfalme akamuuliza, wataka nini? 17, akamwambia, Bwana wangu, uliniapia mimi mjakazi wako kwa Bwana Mungu wako ya kwamba bila shaka Suleiman mwanao
atamiliki baada yangu. Yeye ndiye atakayeketi katika kiti changu cha enzi. Na sasa angalia, Adonai anamiliki, na wewe bwana wangu mfalme huna habari. Kwa hivyo kuna malango mengine ambayo alitaka kufanya kitu kinaitwa overtaking kwenye familia na kwenye bloodline ya rulingship ya David, ambaye ni Adonai. Bwana Yesu asifiwe. Na Daudi, maandiko yanasema alikuwa mzee. Inawezekana alikuwa amesahau kile alikuwa amemwapia nani? Bathsheba. Na ndiposa Bathsheba anaelezwa na anashauriwa kwamba inawezekana mfalme amesahau, just go and remind him about what he sweared. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hili somo ni gumu sana kwa mtu ambaye hana uelewa mzuri. Hili somo sio rahisi. Somo la malango ama somo la vita vya malango, kwa sababu hicho ndicho kitu Adonai aliona kwamba Daudi sasa anakuwa mzee, lakini hajui Daudi alikuwa ameapa nini kuhusu uongozi na atakaye mkabidhi mamlaka baada ya yeye kuondoka. And that's why me I normally say it is good sometimes, before you go fight other people battles, hebu kwanza pigana zako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Before you fight the battles of the gates ya watu wengine, hebu kwanza deal na zako. Unakumbuka kwenye Agano Jipya kuna wanafunzi, kuna watu ambao walienda kutoa watu mapepo. Wakaambia Yesu tunamjua, Petro tunamjua, nyinyi mnakuja kwa jina la nani? Bwana Yesu asifiwe. Na ni vile tu hatutakagi kusoma hapo sana, lakini the real fact ni kwamba those gentlemen walifika nyumbani wakiwa naked, hawakuwa na nguo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Wakikuyu wanasemaga menyashiako. Bwana Yesu asifiwe. Battles of the gates, I've told you, these are most of them they are invisible. Na hakuna kitu mbaya kwa hii maisha kama kufight na kitu hauoni. Bwana Yesu asifiwe. Afadhali huyu ninajua, huyu lady nimeona mwili wake, ninajua nikienda huko ndani huyu siwezi mkaribia, atuseme ninakuja kushikana, atanikunja. Sasa kama huyu unafaa unagongea mbali. Lakini Roda tunaweza shikana vizuri. Celestine unagongea mbali. Kwa sababu unajua mtu akikushika vizuri akukalie, yako imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio makosa tumekuwa tukifanya kama Wakristo. We fight what we don't know. Bwana Yesu asifiwe. There are so many battles in our lives. Kama za hizi za Daudi, hakuna mtu ambaye alikuwa na battles of the gates kama Daudi. Na alianzia home kwa mzee Jesse. Ametoka hapo amekuja kwa nyumba ya Sauli. Battles hazikuisha kwa sababu Saul knew this man, kulingana na zile fununu nasikia ni kwamba jamaa amemwagiliwa mafuta. Inawezekana amekuja hapa kuchunguza the way I'm ruling, achukue uongozi. Kwa hivyo Sauli aliwindana na Daudi, sio kama rafiki, sio kama mwimbaji, lakini kama adui. Kwa sababu he knew this man is a gate in Jesus' house. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya kupigana na Goliath anakuja kwa battles zingine. Ndio Sauli alimuonyesha kwamba amefurahi, lakini ndani yake alijua, you are the next king, I will deal with you ruthlessly. Bwana asifiwe. Unajua kuna battles zingine Pastor Frida tunapiganiwa na Mungu na hatujui, because we are the gatekeepers in our families. Lakini huwa nasema pia leo hii, hebu Mungu asikosee na asiwahi kukosea, akufungue macho yako ya kiroho
uone watu wenu zile weapon wamebeba. Hata kuna watu wamebeba shoka 4. Nasema hii ya kwanza inaweza kumiss. Na roda anakuaga na mbio. Bwana Yesu asifiwe. So battles of the gates, most of them, gate haipatikani msituni. Praise God. Gate zinapatikana wapi? Home. Na wengi wetu hapa Nairobi, I know, tulikuja hapa kutafuta. So gate ya Nairobi ikifunguka kwako vibaya, Rogoro, utaumia. Hii Nairobi utaumia. Kwa hivyo most of the time, whenever you are going to face a gate or you are going to enter a gate, ni vizuri saa zingine muulize Mungu, hii gate ni ombi langu Mungu kwamba inikubali. Bwana asifiwe. Kwa sababu gate ikikukataa, hata wenye nyumba wakikukuta hapo nje watasema wewe ni mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema akamwambia Bwana wangu uliniapia. Okay, twende namba 19. Tena amechinja ng'ombe na vinono. Huyo sasa ni Adonai. Huyu ni Bathsheba anamwambia Daudi. Tena amechinja ng'ombe na vinono na kondoo teletele na kuwaita wana wa mfalme wote pia na Abiathari kuhani na Yoabu jemadari wa majeshi. Ila Suleiman mtumishi wako huyu hakumuita. Why did Adonai hakumuita Suleiman? That question comes to you. Je, umewahi kusikia kwenu kuna pangwa kitu na hujaambiwa? Wangapi? Wamewahi kusikia kwetu ama kwao kulifanyika kitu na you are not aware? Mpaka unapiga simu unasema muliona tu msiniambie. Because they know or they knew you are the gate. Kuna mahali unaweza kuingia Rogoro kwa function yenu ya home, kila kitu kiharibike. Hujawahi kukutana na relatives wanakusengenya hata ukisikia. Wanasema sasa nani alipigia Rogoro simu? Nani alimpigia? Haujawahi kukutana na kitu kama hicho? No mwelile okay. Mpaka unasikia wanasema Roda ikosi ni Roda. Roda ndio wanakuanga na ukaribu sana na yeye. Anakutwa naambiwa mushenewe wako korago na kuole. Nituko kuileto muhurire. Sometimes when people, even of your relative, even your family, they stay away or reject you, don't worry, because you are a gate. And a gate, work of a gate is protection. Bwana asifiwe. Gate kazi yake ni Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna mahali ambapo hapana kitu cha thamani panaweza kuwekwa gate. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tumewekewa ile milango miwili ya kuingia kanisani na ninaonaga anawekaga anafunga na nyororo na kufuli ngapi? 2. Kwa sababu gani? Kuna vitu vya thamana humu ndani. Praise be to God. Bwana asifiwe. Time imeenda. 17 nasema akamwambia Bwana wangu uliniapia. Okay, 2019 tumesoma. 2020 mfalme Bwana wangu, macho ya Israeli wote yanakuelekea wewe, kwamba waambie ni nani atakayeketi katika kiti chako cha enzi baada yako, mfalme Bwana wangu. Ama sivyo itakuwa Bwana wangu mfalme atakapolala pamoja na baba zake, mimi na mwanangu Suleiman tutahesabiwa kuwa wahalifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani amewahi kupitia kitu kinaitwa rejection kwenye familia?
Nikisema rejection, nasema hivi kwamba hata ukienda nyumbani kwenu, hata uende umebeba vipi, labda umebeba shopping kwenye mkono huu, wakiwa kule mbali wanasemaga leo nioka na guo huko de kuma. Bwana asifiwe. Rejection ni kusema unaingia kwenu na mbwa wenu anakujua lakini anakukimbiza. Sasa Bathsheba amepiga mahesabu, amesikia Adonai anafanya maandalizi ya kuwa mfalme. Alafu Daudi alikuwa amemwapia akiwa bado ana nguvu kwamba mtoto wako Suleiman ndiye atakayenirithi baada ya hii. Anashauriwa, anaambiwa nenda kimbia. Yule jamaa anaweza akazima mataa wakati wote ule. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa anamwambia Daudi, usipofanya hivi basi sisi itawezekana tutahesabiwa kama wahalifu. Kwa nini anasema wahalifu? Kwa sababu alijua Suleiman hakuwa mtoto wa kihalali kwenye nyumba ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Na let me tell you one thing, for those ambao labda mlizaa nje na watu hawa, watoto jaribu kuwaleta pamoja na kuonyesha upendo, kwa sababu most of them ndio huwa kama malango ya kufanikiwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo hapa wale ambao mumewahi kuwa watoto ambao ni wa nje, leo inawezekana uko hapa, lakini hakuna kitu kinaweza kufanyika kwenye familia kabla haujafahamishwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na 21 inasema wakasema kwamba wataitwa wahalifu. 22 inasema basi tazama, alipokuwa katika kusema na mfalme, Nathani nabii aliingia, wakamwambia mfalme, wakasema tazama Nathani nabii, naye alipoingia ndani mbele ya mfalme akamsujudia kifudifudi. Nathan akasema, mfalme bwana wangu, je, wewe umesema ya kwamba Adonai atamiliki baada yangu, naye ataketi katika kiti changu cha enzi? So hiyo tension ilikuja State House. Kwa sababu gani? Suleiman was a gate. Bwana Yesu asifiwe. Na they knew Adonai alikuwa anajiandaa kwenda kuapishwa kurithi baada ya Daudi, kwa sababu aliona Daudi amekuwa mzee, lakini hakujua kwamba Daudi alikuwa amemwapia Bathsheba mama yake Suleiman ya kwamba baada ya mimi Daudi, Suleiman ndiye atatawala. Na cheki kwenye maandiko, nataka tumalizie hapo, kasome habari za huyu kijana Suleiman. Baada ya kuchukua hatamu za uongozi, Mungu anamuuliza swali moja ya kwamba ungependa nikufanyie nini? Akasema, mimi nataka unipe hekima. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka huyu Suleiman ndio kuna kipindi wa mama wawili wamegombania mtoto mmoja, alafu akaletwa mbele za mfalme. Mfalme akawacheki kwenye nyuso zao, akamwambia mlinzi mmoja, niletee upanga. Kamwona yule mtoto juu, akasema anakata. Yule mama aliyekuwa sio mwenye mtoto alikuwa anasema huwa kata, ndio, lakini mwenye mtoto akasema no, mwachie huyo, wacha amnyonyeshe. Sasa hebu angalia kama Suleiman hangekabidhiwa kuwa mfalme wa Israel, Israel ingeendaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii nataka Mungu akupe hekima ya kujua wewe ni lango. Hujawahi kujua kwa maisha yako, kuna mtu tu roda akikupigia simu, akiamka asubuhi lazima akupigie, na kabla hajalala lazima akupigie. Kwa sababu gani? Anajua huyu ni lango. Na kuna watu ambao ni style hiyo, akikupigia simu, mtu wa kwanza kabla hajampigia mtu yoyote anasema wacha nimpigie
Mama Roda simu, akikupigia tu, akikata anasema tiki, mambo yamekwenda sawa, kwa sababu anajua kwa hiyo simu tu, kwa sauti yako kuna kibali ambacho imebeba. Bwana Yesu asifiwe. Na malango siku zote huwa yanahitaji kuwa na ulinzi mkali. Na kuna watu hata hapo ninapoongea unaanza kurudisha kanda ya maisha yako nyuma. Matukio ambayo umepitia tangu ukiwa msichana mdogo mpaka ulipofika saizi, umeanza kujua wewe ni lango la aina gani kwenye familia yenu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuna siku nimetoka kwenye huduma Tanzania, nimekuja nikafika Nairobi. Hiyo time kulikuwa ni zile gari za Molo Line. Nikaenda hapo, kuna andikwa ile receipt ya manyo 250 bob. Nikapata nafasi iliyobaki ni ya kwenye driver upande wa mwisho. Alafu yule jamaa wa kuandika, unajua wanapenda kujaza haraka haraka zikitoka, hakujua kama kulikuwa na mtu mwingine hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nikaandikiwa, nikalipa 250 na nikakuja nikakaa. Mwambie mwenzako makosa. Baada ya dakika 5 likaja libaba moja limejaza kama Goliathi. Akakuja akafungua ile mlango. Akaniambia, kijana, nani aniambia wewe ukalie mahali yangu? Nikamwambia, si nimekatiwa na conductor. Sema chuka, manikufurute. Nikamwambia, mzee, sasa nashuka. Niambia, nitakutoa. Sasa driver alikuwa already ameshakalia, amegurumisha gari nataka kuondoka. Halafu nikasikia kitu kimeniambia, shuka. Na nilipokuwa nashuka, yule mzee hakuniacha, bado alinifuatisha na matusi. Mpaka gari linaondoka, ananiambia kichwa kubwa. Mpaka nikaenda kwa kioo ingine hapo, nikajiangalia nione kama kichwa yangu ni kubwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Alafu lile gari likaondoka. Nikasikia uchungu ndani yangu, lakini nikasikia ile sauti bado inarudia, shuka, shuka. Ile gari ambayo ilikuwa next nilifanikiwa nikakaa, lakini ilichukua muda kama dakika 15 kujaa. Tukaondoka. Bwana asifiwe. Wale ambao mnajua njia Nakuru kwenda kufika pale Gilgil, ndio unaingia Gilgil pale, ile njia ya kuingia town. Tukapata hapa kwenye petrol station ya Shell, gari limeanguka, watu wamejaa. Alafu hilo gari limebingirika mara kadhaa. Sasa unajua madereva ni wa kampuni moja, lazima huyo angesimama kujua kilichofanyika. Tuliposimama, mimi nikashuka. Niliposhuka, mtu wa kwanza kuona ni yule mzee. Amefunikwa na jaketi yake. Kamuuliza mtu mmoja, huyu imekuwaje? Akasema kwenye gari nzima, wengine wote sasa hivi wanaelekea Nakuru, wamekimbizwa, wamepata minor injuries. Lakini huyo mzee, lori iligonga upande wake. Tulimtoa ndani akiwa maiti. Halafu nikasikia sauti ile ile imerudia, shuka. I cried. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sikujua kama mimi ni lango. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa lango, jiandae siku zote kwa vita vikali vya kifamilia, vya marafiki na watu ambao umesaidia. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Give me strings.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie hivi, wewe ambaye umekuwa na vita vingi kwenye familia yako, nataka nikwambie kitu kimoja, ya kwamba wewe inawezekana ndiye Daudi ama Suleiman. Praise God. Inawezekana kuna watu kwenye familia wengi wamefanya hata kwa wazazi wako kama vile Adonai alifanya, kwa sababu Adonai alipoona Daudi tena hawezi, amekuwa mzee, hata hakumwambia mtu, lakini alisema umefika wakati wangu wa kuongoza kama mfalme. Na kuna maadonai wengi sana leo katika familia zetu. Ndio wana mali, tukiwaangalia wamefanikiwa kimaisha, kama ni kuchinja ng'ombe sio shida kwao, na inafika time unasema inawezekana mimi expiry date yangu ilipita. Bathsheba aliangalia maisha ya mtoto wake Suleiman, akaona vile Adonai anafanya, lakini yeye kama Bathsheba hakuwa na uwezo wa kuchinja vinono, lakini akashauriwa na watu, akaambiwa nenda kwa mfalme kamkumbushe alichokuapia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema watapigana na wewe lakini hawatakuweza. Inanikumbusha siku nyingine nimepata msichana wangu yule mlimuona Nakuru, kwenye mazingira magumu sana, na nikasema siku moja, let me just go and see my parents. Sababu yule mtoto nimemuita blessing, nikasema wacha niende kwao, waende wakanibariki. I went to my home. My mother was there. My father was not there. Kaingia nimebeba mtoto wangu blessing, nikiwa na slippers moja ya green na nyingine ya red. Nilikuwa na uoga tu, nikaingia kwa nyumba. Mama akaniona, nikaona facial expression yake sio nzuri, lakini nikamwambia huyu mama mtoto, tuingie huku ni kwetu, tuingie. Bwana asifiwe. Na tukaingia, kukaa chini, hata mama hakutukaribisha. Nikamwambia mama, mwana ndiramwitire Rachel Wangari. Rachel Wangari is my mom. My mother told me, unaoge mwita Murugi, who is my mother. I'm not ready for you. Nikalia. Ndio hapo nikasikia Mungu ameniambia call her blessing. And she has been a blessing to me. Right now yuko university, napambana. Walikukataa kwa sababu wewe ni malango. And there are so many of us who have been fighting silent battles. We cannot show off. Kwa sababu wale wanatuangalia nyuma
tukiwaonyesha kwamba tumeshindwa, they will give up. They will give up. They will give up. Most of us, we struggle because we are the gates. Inua mikono yako juu. Na hakuna vita mbaya kama ya kupiga malango. Most of you fight us, forgetting that we are the gates who carries your blessings. May God give you strength. May God strengthen you to overcome all the battles of the gates. May God lift up your hands like Moses. It reached a point David could not fight anymore. And the Bible tells me David could not do anything because now he had become old. He was old. Angeambiwa arushe mkuki kama kipindi alikuwa kijana, hangeweza. I want to urge you Christians and my fellow Christians all over the Kenya, all over the world, let us stop fighting each other. I wish we knew we are the gates. Ukiona niko kwenye shida, niombe. Magonjwa yananiandama, niombe. Watoto wamefukuzwa shule, niombe. Ninapigana vita vingi, niombe. Ukiona niko kwenye shida, niombe. Watoto wangu wanateseka, niombe. Hata nijapokuwa yatima, niombe. Hata nijapokuwa mjane, niombe. Nyumba yangu sasa imefungwa, niombe. Watu wetu wananipiga vita, niombe. Najua kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Najua kwa maombi yako nitabarikiwa. Najua kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Najua kwa maombi yako nitabarikiwa. Wakati nilikuwa kwa Waislamu, nilitamani Ukristo sana, na hatimaye I got transformed. I became a Christian.
I never knew. There are so many battles in Christianity. It reached a point I told God, I'm sorry, I want to go back. This man has undergone so many battles and still he's fighting. That's why God brought me here. When I had decided I'm going back to the Islamic, I found myself here. Apostle, I salute you. Apostle, I salute you. I salute you, man. I salute you, man of God. Umenisaidia kujua kupigana vita. Umenisaidia kujua kupambana. God bless you. Inua mikono yako juu, mwambie Bwana, niko hapa. Mwambie Bwana, I know I've been fighting so many battles of the gates, and I'm here, Lord, today. Ukiona ninashindwa mwenzako, niombe. Ukiona nimewekwa chini, niombe. Huduma yangu inapigwa vita, niombe. Watoto hawana chakula, niombe. Hata nijapokuwa mnyonge, niombe. Hata nijapokuwa na vita, niombe. Hata nijapopita kwenye moto, niombe. Hata nikiwa kwenye maji mengi, niombe. Ukiona nimekuwa dhaifu, niombe. Ukiona nimekosea njia, niombe. Ukiona sina mwelekeo, niombe. Hivi vita vimekuwa vingi, niombe. Usiungane na maadui, niombe. Oh, usiungane na
niombee. Najua kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Najua kwa maombi yako nitabarikiwa. Najua kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Najua kwa maombi yako nitabarikiwa. Najua kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Najua kwa maombi yako nitabarikiwa. Amen. Tupigie Yesu makofi. Tulianzia ibada na tukasema that no weapon formed against you will ever prosper, and every tongue that rises against you Bethel Clouds TV, empowering lives. Tunasimama juu ya Mungu wetu, Mungu anayeishi na Mungu mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Our God can never fail. Bethel Clouds TV, empowering lives.